Kuna wakati unaweza ukaepuka hasara katika ujasiriamali kwa kufanya jambo moja ambalo ni la muhimu zaidi katika utengenezaji wa sabuni zako. Watu wengi wanalalamika sana kwamba sabuni za vipande, sabuni za miche, sabuni za magadi hazina faida. Jambo ambalo sio la kweli kabisa. Kwa sababu ingekuwa iko namna hiyo, basi kuna watu wengi sana wangekuwa wameacha kutengeneza na wasingeendelea kutengeneza. Kitu ambacho kinatutatiza zaidi sisi wajasiriamali, tunakosa elimu sahihi ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kupata faida. Karibu sana katika video ya siku ya leo. Uko na mimi Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Ikiwa unapenda masuala ya ujasiriamali, unaweza ukasubscribe. Vile vile nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Kukipata au kama unahitaji mafunzo online ya namna ya kutengeneza sabuni hatua kwa hatua, utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Watu wengi wanasema kwamba sabuni hazina faida. Sio kweli, kwa sababu tungekuwa tumeacha kutengeneza siku nyingi. Lakini watu wengi hatuna elimu sahihi, hatuna formula ambazo zinaweza kutusaidia na kutubeba kutoka hapa tulipo na kwenda katika hatua nyingine ya kupata faida. Fikiria kwamba mtu anaweza akaamua kutengeneza lita 1 ya mafuta na akitegemea faida, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo unapaswa kununua vitu kwa bei rafiki. Jambo la kwanza uwe na mwongozaji mzuri, mwalimu ambaye atakupa formula ambayo ni nzuri, formula ambayo ina matokeo chanya, formula ambayo ukitengeneza basi unaweza ukapata faida. Jambo lingine pia, mwalimu huyo akuongoze namna gani ambavyo unaweza kupata malighafi kwa bei rafiki ambayo itakusaidia wewe kutengeneza, lakini pamoja na kutengeneza, namna ya kukata kama ni miche au vipande, size kiasi gani dumu moja litoe miche mingapi, kila mche nitauza shilingi ngapi, au kila kipande nitauza shilingi ngapi, nitapata shilingi ngapi, mauzo jumla nikitoa gharama za uzalishaji, basi kinachopatikana ni faida. Kwa hiyo watu wengi huwa hatutaki kupata hiyo elimu. Ni muhimu sana kutuliza ufahamu na kuamua kujifunza. Baada ya kujifunza, hata yule mkufunzi anapokuwa anakuelekeza, una nafasi kubwa sana ya kumuuliza maswali ya msingi kama hayo kuhusiana na faida. Kwa nini nisipate faida? Ninunue hiki kwa bei gani? Baada ya hapo, unapoingia katika uzalishaji kibiashara, unakuwa na uhakika wa kitu ambacho unaenda kukifanya, kuliko kuamua tu kwamba mimi ninaanza kwa sababu nimesikia ukichukua mawese na kustiki kuchanganya sabuni inatokea. Hapana, yako mambo mengi ambayo yanahitaji ufahamu wako ufunguke ili uweze kutoa bidhaa ambayo ni nzuri. Kwa hiyo nikualike kwa ambao unapenda kujifunza, unaweza kunitext WhatsApp, mwalimu nahitaji elimu hii. Basi nitakupa utaratibu mzuri ambao unaweza kukusaidia. Kwa hiyo kiufupi sana, sabuni ya miche, magadi pamoja na vipande inatengenezwa kwa malighafi kuu zifuatazo. Moja, lazima uwe na mafuta ya mise, lazima uwe na caustic solution, lazima uwe na sodium silicate, lazima pia uwe na perfume. Lakini jambo la rangi halina umuhimu sana, ila ikiwa utaweka rangi basi ni katika kuboresha bidhaa yako, lakini rangi haina mchango wowote katika matokeo isipokuwa muonekano wa ile bidhaa yako. Muhimu sana uwe na hydrometer, muhimu uwe na container, uwe na mwiko wa kukorogea, lakini pia muhimu sana kwenye kukata uwe na mashine ya kukata, aidha uwe na vibao pamoja na mshipi kwa ajili ya kukusaidia pamoja na kukurahisishia ukataji. Baada ya kukata, kitu ambacho kinafuata ni muhimu sana uwe na muhuri kwa ajili ya kuweka chapa ya mtengenezaji. Muhimu sana uwe na box kwa ajili ya kufanya ule mkorogo wako uweze kuganda vizuri. Asante, karibu sana kwenye video ambayo inafuata.